ujue hivi, mimi kama Prince siachi watu wangu. Katika maisha, pia kile unachokichagua sana 99.9% huwa ndicho utakuwa. Niwape hadithi. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, alikuwa anatembea nao. Na walipokuwa njiani wakitembea, akawaambia kila mtu, chagua mawe, pepeni mawe, tutembee. Sababu Petro alikuwa ndiye mtu mfifu sana, achawaka mawe saisi. Wakatembea umbali wa kilomita mingi sana. Na wakamlalamikia Yesu, wakisema kwamba tuko njaa. Sababu Yesu ni mwana wa Mungu, alikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote ama kuwashibisha. Halafu akawauliza, mmepepa nini mkononi? Wakasema tuko na mawe. Vile vile Mungu alivyomuuliza Musa, umepepa nini mkononi? Wakasema amepepa fimbo. Yesu akawaambia, hebu tulieni. Na akainua mikono juu na akamwambia Mungu, saidia hii mawe igeuke kuwa mkate, maana wanafunzi wangu wamechoka na njaa. Na alipomaliza kuomba, akawaambia agizo la kwanza, ya kwamba kila mtu atakula mkate wake na asikule na mwenzake. Je, Petro aliweza kufanya nini? Alihuzunika sana, maana alikula kamkate kadogo, maana alipepa kamawe kale kakulenga ndege. Na hivyo baada ya kushipa, tena Yesu akawaambia, pepeni mawe. Wakaendelea na safari. Petro aling'ang'ana na kupepa mawe kubwa sana, kisha na maana akijua ya kwamba hataweza kupata mkate ya kukula siku ya leo, kesho na hata kesho kutwa. Aling'ang'ana na ndimanga mzito sana, iliyokuwa mzito sana kwake. Lakini walipofika pale, Yesu akasema, naona mmechoka. Wakasema ndio. Wakifikiria atawaambia kwamba mawe itabadilika ikuwe mkate, akawaambia sasa kuanzia sasa hii kila mtu asimame hapa na arushe mawe yake pale. Kila mtu alirusha mawe yake kulingana na uzito wa urefu, kulingana na uzito wa mawe alikuwa nao. Lakini Petro ndiye alirusha karibu sana, na ndio maana ndiye mtume wa kwanza kuuawa kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Si nimesema? Hekima sababu na Prince K na nimeenda.